Mtaalamu wako wa tiba asili hapa, Dr. Anna. Usimalize mwaka, usikubali kumaliza mwaka bila kuloweka miguu yako kwenye maji ya chumvi, kwenye chumvi ya mawe. Usikubali usimalize mwaka bila kuloweka miguu yako kwenye chumvi ya mawe. Hii hapa chumvi ya mawe, sea salt. Unajua tunatembea, tunakanyaga vitu mbalimbali, tunakanyaga vitu vibaya, tunaruka vitu vibaya. Inapelekea kwenye miguu yako ndio kumebeba nguvu yako. Miguu yako ndio imebeba miguu yako. Ndio maana hata vitabu vya dini vilikuwa vinatumia sana wale watu kipindi hicho walikuwa wanatumia sana chumvi ya mawe katika kutakasa vitu, katika kutakasa kila kitu kwenye mji wake. Wakiona kwamba vitu haviendi sawa, vitu vimeharibika, wanatumia chumvi ya mawe. Lakini pia hata katika makanisa yetu tunayoabudu au dhehebu lolote au dini yoyote, wanatumia sana chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe, kuna siri kubwa kwa sana kwenye chumvi ya mawe. Ndio maana hata ukienda sehemu utaambiwa kwamba utapewa chumvi ya mawe, ufanye 1, 2, 3. Basi jua hii chumvi ya mawe ina nguvu kubwa sana. Sasa usikubali mpaka mwaka kuisha hujatumia chumvi ya mawe, hujatumia chumvi ya mawe katika miguu yako. Basi wewe unachotakiwa kufanya, kwa sababu vitu vingi sana vimekuwa vikitupitia na vinaturudisha nyuma. Kumbuka, ukikanyaga kitu chochote kibaya lazima kitakurudisha nyuma. Ukikanyaga uchawi wowote, au labda kwa kutegewa au kwa kutokujua, amewekewa mtu mwingine, unafika huko unayapita, unayakanyaga au unayaruka, basi safisha. Na baada ya hapo unaanza kuona vitu vyako haviendi, mambo yako yanarudi nyuma, vitu haviendi mbele. Kumbe shida imeanzia miguuni. Basi utachukua chumvi ya mawe, si salt kama hii, utaweka kwenye chombo chako, aidha kwenye beseni au kwenye ndoo. Weka kiasi cha kiganja kizima, weka. Halafu weka miguu yako. Baada ya kuweka hiyo miguu yako, utaanza kuongea. Chochote kilichonishikilia mwaka huu sitaki kuingia nacho mwaka 2026. Nafuta mabaya yote niliyoluka, nafuta nuksi zote, mikosi yote niliyoikanyaga, niliyoluka, niliyotegeshewa, hata ambayo sikujua lakini nimeshaikanyaga. Basi naifuta. Nataka nianze mwaka huu ukapate kuwa wa baraka kwangu. Mwaka huu ukapate kuwa wa baraka kwangu, ukapate kuwa wa faraja, pesa zikanifate, lakini mambo yangu yakakae vizuri, mambo yangu yanyoke. Ongea vitu ambavyo, ongea, sijui unanielewa ninavyosema kuongea. Ongea vitu ambavyo vitafanya mambo mazuri ya kufate wewe. Kumbuka, unavyokuwa unaongea, universe inasikia na universe inafanya kazi. Mambo yako yote yatafunguka, vitu vyako vyote vitakaa sawa. Lakini usiache mpaka mwaka uishe kabla hujatumia chumvi ya mawe, kabla hujaosha miguu yako kwa kutumia chumvi ya mawe. Natibu magonjwa mbalimbali, natibu matatizo yote ya njia za hewa, asthma, kikohozi sugu, mafua sugu, asthma, pumu. Una shida kama hiyo, pumu ni magonjwa ya kifua, asthma, magonjwa ya kifua, unashindwa kupumua, unasikia maumivu makali, au pumzi inatoka kama firimbi unavyokuwa unapumua, pumzi yako inatoka kama kuna firimbi katikati ya kifua. Basi ukiwa na shida kama hiyo, jua hiyo ni asthma. Lakini pia kwa wale wenye shida ya vidonda vya tumbo, unasikia maumivu makali hapa kwenye chemba hapa, au choo chako kinakuwa kieleweki, choo chako kinatoka kama chambuzi, kimekatika na maumivu makali. Lakini mwingine kaenda mbali zaidi, inatoka kama inatoka ikiwa haja inatangulia alafu inatoka damu, au damu inaanza ndio inatoka damu. Basi unakuwa umeshafikia hatua mbaya kabisa. Basi usifike huko, lakini hata kama umeshafikia hiyo hatua ya kutoka damu, unapoenda kujisaidia, nitafute dawa ninazo. Lakini kwa wale matatizo ya pressure, kifua kinauma, mgongo unauma, hizo
hizo ndizo dalili za pressure. Au kichwa kuuma, kichwa kinauma, unatumia Panadol, unatumia dawa mbalimbali, lakini kichwa kiachii, basi nitafute dawa ninazo, ujue hiyo ni pressure. Nenda kapime, ukipata majibu njoo nikupe dawa. Lakini pia kwa wale wanaosumbuliwa na magonjwa ya sukari, sukari huu ugonjwa ni mbaya, ni ugonjwa ambao sio mzuri. Sukari ina tabia kukausha mifupa, unakauka kabisa, unakuwa unakonda, yani afya yako tena inayumba kabisa. Lakini pia hata uono wako unakuwa hafifu, unakuwa huoni mbali, na sukari wagi ina tabia ya kupofusha macho. Basi ndugu yangu, nitafute, mimi nitakusaidia. Dawa ninazo, natumia dawa za asili, natibu magonjwa mbalimbali hasa yaliyo sugu, natibu nguvu kwa wale ambao tayari wameshaishiwa nguvu za kiume, aidha kwa kufanya masturbation au kujichua, au magonjwa ambayo yamekuwa makubwa, yamepelekea nguvu zao za kiume kuisha. Nitafute, dawa ninazo. Natibu magonjwa mbalimbali, natibu magonjwa mifupa, macho, bawasili, hemorrhoids. Una shida kama ni vinyama vinavyoota kuzunguka sehemu ya haja kubwa. Lakini pia natibu meno, masikio na allergy. Lakini pia natibu matatizo yote ya tezi dume, prostate. Yana tabia hali magonjwa ya upande wa kina baba yanaziba mkojo, yana tabia kuziba mkojo. Mkojo unatoka kwa njia mbili au kwa kusambaa, na kiuno kuuma. Shida kama nitafute, dawa ninazo. Lakini pia kwa wale wanaosumbuka na mapenzi, ninazo dawa za mvuto mkali wa mapenzi, mvuto mkali wa biashara. Unakuwa na mvuto, unajua ukitaka biashara yako itoke, wewe mwenyewe unatakiwa uwe na mvuto kwanza. Biashara anayeuza awe na mvuto, lakini biashara yako pia iwe na mvuto. Hata mtu akiingia huko asiache kuchukua kitu chochote, avutike kununua. Lakini pia natibu nazo dawa za kusafisha, kutoa mikosi, kutoa nuksi. Nyota yako inapanda, nyota yako inang'aa. Unajua nyota yako ikiwa imefifikia, hakuna chochote unaweza ukafanya kikafanikiwa. Unaona mambo yako yanaenda, hata kwenye mahusiano yako mambo hayaendi. Unapata mpenzi, baada ya muda mpenzi anakuacha. Basi nitafute, dawa ninazo.